Tunaendelea tena na mada yetu pale tulipoishia jana. Swala la kuunganisha kipato chetu kama wanandoa mwaka 2026 liwe kati ya malengo yetu ya kifedha ambayo tunajiwekea. Jamani, naendelea kusisitiza. Ndoa hazivunjiki kwa sababu ya usaliti. Ndoa chache sana zinazovunjika kwa sababu ya usaliti, lakini nyingi zinaonekana kwa research zilizofanyika zinavunjika kwa sababu ya fedha, ukimya na majivuno. Hawataki yani watu kuzungumzia fedha, hawataki kushirikishana kwenye fedha zao. Fedha, lakini kati ya hivyo vitatu, fedha inaonekana inapiga kelele zaidi. Inasababisha hii ndoa nyingi kuingia kwenye migogoro mingi. Maana halisi ya kuunganisha kipato chetu, hatumaanishi kuwa yani kuunganisha kipato ni swala la kudhibiti wewe mwanamke au kukudhibiti wewe mwanamume. Ni swala tu la uwazi. Sisi ni familia moja. Mwelekeo wetu ni mmoja. Kwa hiyo pesa zikigawanyika, maamuzi yanagawanyika. Maamuzi yakigawanyika, nini kitafuata hapo? Ndoa imefanyaje? Imegawanyika. Kwa hiyo hebu tujaribu hili jambo la tofauti. Umekuwa ukificha hela zako, umekuwa ukificha madeni yako, umekuwa ukificha matumizi yako, umekuwa ukificha hela unazotuma kwa ndugu, kwa rafiki, kwa jamaa, unazotoa misaada ya kijamii. Mwenzi wako hajui, awe mwenzi wa kike au wa kiume. Mwaka huu tubadilike. Nimekutana na visingizio vingi. Kisingizio kimoja hapo ni kwamba unajua mimi ninalipwa hela nyingi sana. Mimi nafanya biashara, mimi ndo naingiza hela nyingi sana. Wapo wengi wanasema, jamani, nawakumbusha, hamkuoa kipato, hamkuoa mshahara, hamkuoa hela nyingi sana. Mlioa mwenza. Wengine wanasema, unajua sisi tunataka uhuru. Uhuru wewe usingeolewa wala usingeoa. Ungeenda tu kukaa kwenye nyumba za kupanga na wapangaji wenzako. Hakuna mpangaji angekuuliza habari ya hela yako. Hakuna mtu angekuuliza habari ya kazi yako. Hakuna mtu angekuuliza habari ya matumizi yako. Kwa sababu mimi nimeishi nyumba za kupanga. Sikuwahi kusikia mpangaji mwenzangu ananiuliza, hivi wewe mshahara wako shilingi ngapi? Unafanyia nini hela yako? Hawezi. Lakini as long as umeingia kwenye ndoa, jamani, hilo sio swala la kwanza kuambiana kwamba mimi mshahara wangu ni mkubwa. Mimi nataka uhuru. Kwa hiyo fedha zikikaa mbali, yani zikitenganishwa kati ya mtu na mtu, mwenza na mwenza, mwisho wa siku utaziona hizi pressure zinatokea sehemu nyingine. Unaweza ukazani sisi hatuna mawasiliano mazuri. Communication yetu ni poor. Huyu ana kiburi, huyu anajisikia. Lakini kumbe ni kwa sababu fedha haizungumziwi. Kila mtu anataka cha kwake na kila mtu anapata tension.